Ni jambo ambalo limewashangaza wengi nchini Tanzania. Spika wa bunge Dr. Tulia Ackson, mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa, amejiondoa ghafla kwenye kinyang'anyiro cha kugombea tena uspika. Lakini swali kubwa ni kwa nini? Je, ni shinikizo kutoka ndani ya chama au je, kuna nguvu za kisiasa zilizochochea nyuma ya pazia, au Dr. Tulia Ackson ameamua mwenyewe kwa mapenzi yake? Mimi na wewe hatujajua bado. Lakini watu wengine wanajiuliza, je, huu ni uamuzi wa heshima sana au ni ishara ya mgawanyiko wa kisiasa unaoendelea kimya kimya? Leo tutachambua kwa kina kuna nini hasa nyuma ya uamuzi huo mzito wa Dr. Tulia Ackson. Karibu Harakati TV, mimi ni mtangazaji wako, na leo tutazungumzia tukio lililotikisa siasa za Tanzania: kujiondoa kwa spika wa bunge Dr. Tulia Ackson katika mbio za uspika. Dr. Tulia Ackson ambaye alichaguliwa kuwa spika Februari 22 kuchukua nafasi ya marehemu Job Ndugai, amejengea sifa za kuwa spika mwenye nidhamu, usubutu na ushawishi mkubwa. Lakini sasa ameamua kuachia mbio hizo, akiwaacha Watanzania wengi kwenye maswali kuliko majibu. Labda nikupe historia fupi tu ya Dr. Tulia Ackson. Alikuwa naibu spika tangu mwaka 2015 akiteuliwa na hayati Dr. John Magufuli. Mwaka 2022 alichukua nafasi ya Job Ndugai baada ya mvutano wa kisiasa ndani ya bunge. Alionekana kuwa mfano wa wanawake jasiri katika uongozi wa juu wa taifa. Sasa jambo la kujiondoa ghafla, tangazo lake limetafsiriwa kwa namna tofauti. Wapo wanaona ni ishara ya heshima kabisa. Aliamua kuichua Dr. Tulia Ackson kuruhusu damu mpya ndani ya uongozi wa bunge, lakini wengine wanaamini kuna siasa nzito zilizompelekea yeye kufanya uamuzi huo. Je, nini kinaweza kuwa sababu ya Dr. Tulia Ackson kufanya maamuzi haya? Shinikizo la kisiasa? No, mimi sidhani. Inawezekana chama kilitaka uwiano mpya wa nguvu kati ya wabunge na uongozi, au ni mikakati ya ndani ya chama, yaani huenda ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao, au ambapo baadhi ya nafasi zinapanguliwa mapema. Lakini au ni sababu binafsi au kiutawala? Huenda Dr. Tulia Ackson ana mipango mipya kitaaluma, kimataifa au kisiasa. Mimi na wewe hatujui bado. Baada ya kujiondoa nafasi hiyo, imebaki kwa mwanasiasa kama Musa Zungu na Stephen Masele. Hao ndio wale ambao tunawaona kwa namna moja au nyingine wanaweza kuchukua nafasi hii. Hii inafungua ukurasa mpya wa uongozi wa bunge la 12. Wachambuzi wa siasa wanasema mara nyingi hatua kama hizi huwa na maana zaidi ya inavyoonekana. Je, uamuzi ni ishara ya mabadiliko makubwa ndani ya chama tawala? Au je, wanawake katika siasa wanapewa nafasi ya kweli, au ni mfumo unaowasukuma kando mara tu wanapokuwa na nguvu? Lakini kwa Tanzania sio kweli, kwa sababu hata rais wetu ni mwanamke, spika pia alikuwa ni mwanamke, na wapo viongozi wengi wa kike, wanawake walioshika nafasi za juu. Sasa moja ya chombo cha habari kinasema juhudi za kumpata Dr. Tulia Ackson kwa njia ya simu hazikufanikiwa, kwani hakupokea simu yake licha ya kupigiwa mara kadhaa. Lakini msaidizi wake binafsi, huyu anaitwa Michael Msombe, amethibitisha kuwa barua ya kujiondoa kwake ni halali na kwamba spika huyo kweli amejitoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Hebu nikukumbushe nyuma kidogo. Dr. Tulia Ackson akigombea nafasi hiyo akichuana na aliyekuwa naibu spika wake Musa Zungu pamoja na mbunge wa zamani wa Shinyanga mjini Stephen Masele. Mbunge huyo wa Uyole alichaguliwa kuwa spika wa bunge Februari 1 mwaka 2022 kuchukua nafasi hiyo ya Job Ndugai ambaye kwa sasa tunafahamu kuwa ni marehemu, aliyeng'atuka kufuatia kauli zake ambazo zilielezwa kupingana na mamlaka ya juu ya nchi. Kabla ya kuchaguliwa kuwa spika, Dr. Tulia aliwahi kuwa naibu spika wa bunge la 11, nafasi aliyoshika kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka 2015 baada ya kuteuliwa kuwa mbunge na aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Huyu si mwingine ni hayati Dr. John Pombe Magufuli.
Dkt. Tulia alirejea tena katika nafasi hiyo kwenye bunge la 12 ambapo alihudumu kwa mwaka mmoja na miezi miwili tu kabla ya kupandishwa kuwa spika. Nyota ya mwanasiasa huyu iling'aa zaidi Oktoba 2023 alipochaguliwa kuwa rais wa 31 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, nafasi ya kihistoria ambayo anaendelea kuishikilia hadi sasa. Kwa mujibu wa katiba ya IPU, nafasi ya rais wa umoja huo hutawaliwa na maspika na wabunge wanachama. Hivyo, kwa kujiondoa kwake katika nafasi ya spika wa bunge la Tanzania, Dkt. Tulia anatarajiwa kupoteza sifa ya kuendelea kuongoza chombo hicho muhimu cha kimataifa. Hata hivyo, uamuzi wake wa kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho cha uspika umeibua maswali mengi kadha, huku vyanzo mbalimbali vikihusisha hatua hiyo na fununu za uwezekano wa uteuzi katika baraza la mawaziri, ingawa bado haijafahamika wazi ni nafasi gani anaweza kuteuliwa kushika endapo tetesi hizo zikithibitishwa. Sasa mmoja ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Tanzania, Hamdun, amesema kuwa ni jambo la kushangaza kujitoa kwake, kwani alikuwa mtarajiwa mkubwa katika kiti hicho. Yaani maana yake ni kwamba kivyo vyote vile Dkt. Tulia Ackson, kutokana na ushawishi mkubwa alionao ndani ya bunge, ni lazima na huenda angekuwa tena spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mchambuzi huyo amesema kutoonekana kwake kwenye jambo hilo hakueleweki nini inashangaza, ila inawezekana ikawa na sababu mbili. Moja, anaweza akaona kama hajaheshimika na chama kwa kuwa ameongezewa watu wengine wawili wa kushindana nao. Hayo ni maneno ya mchambuzi huyo, kwamba Dkt. Tulia anaweza akawa amehoji, kwa nini niongezewe watu wawili tena wa kushindana na mimi? Hivyo akaona haina haja ya kushindana na wenzake. Lakini jambo la pili pia ambao mchambuzi huyo anasema ni kwamba inawezekana kuwa tofauti pengine inaweza ikawa ameahidiwa nafasi kubwa zaidi, badala ya kuendelea kuvutana wakamwambia akae pembeni, sababu kuna nafasi maalum ambayo ameandaliwa. Kama unavyofahamu, rais ana nafasi ya kuteua mawaziri, yani baraza lake la mawaziri, ambalo yeye anaamini akimuweka mtu fulani sehemu fulani katika wizara fulani anaweza akafanya vikubwa kabisa kwa maendeleo ya nchi. Je, huenda hiyo pia ikawa ni sababu? Mimi na wewe hatufahamu, lakini nini maoni yako? Weka maoni yako hapa chini. Kama una uelewa wote kuhusiana na masuala haya ya kisiasa, tafadhali share na wenzako ili pia waweze kujifunza. Hii ni Harakati TV. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.